za Bwana, lakini tatizo pengine ni maelekezo, kwamba sasa Bwana unasemaje juu ya jambo hili? Msikilize Mungu, msikilize sana unapokuwa uko kwenye hali mbaya, unapitia masumbufu kweli, lakini natamani sana umsikilize. Kitabu kile cha Luka ambayo tumesoma hiyo Luka 5:1 mpaka 4, lakini unaweza ukaongezea ile Wafalme wa kwanza mstari wa 17 hadi ule mstari wa sura ya 17 mstari wa 8 hadi ule wa 16. Utaona habari ya mwanamke. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Alafu nitasoma ule mstari wa 8. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane, na huko hakuishi. Ni habari ya mwanamke, utaendelea nayo. Biblia nasema kulikuwa na njaa mno, lakini sasa ile njaa, mwanamke mmoja ana mtoto na amebakiza tu ni mafuta kidogo. Anakuja mtumishi wa Mungu pale, anamwambia, naomba unitengenezee kwanza mimi nile. Naomba unitengenezee kwanza mimi nile. Yaani mtu ana njaa na ana chakula kidogo mno kwa ajili ya mwanae, lakini mtumishi anasema, naomba unitengenezee mimi nile. Kwa kawaida ni ngumu kupokea haya maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ngumu sana. Akina mama wanaweza kuelewa ambavyo wakati wa njaa wanaweza kuwatengenezea watoto, halafu wenyewe wakauzauza kidogo, angalau wakaoja hata vijiko vichache ili mtoto apate kula. Lakini tasema kuja mtumishi wa Mungu anasema, nitengenezee kwanza mimi. Kwa kawaida kibinadamu lazima unakataa. Sema watumishi wa siku hizi nao mambo yao bwana siku yako. Anawezaje tena kudai namna hiyo wakati unajua nina mtoto wangu tu? Kwa kazi Mungu hapa ni kumsikiliza Mungu anataka nini. Na wakati fulani sio rahisi, kwa sababu unaona Mungu mwenyewe anapokuja haji moja kwa moja akitaka kulitatua tatizo lako. Ukisoma kwenye Biblia hapa utakuta moja kwa moja Mungu amejitambulisha, anasema ninataka unifanyie hivi, nitakufanyia hivi. Hajasema. Alipomwendea Ibrahimu akamwambia mtoe mwanao, nenda kamtoe sadaka ya kuteketezwa, halafu akamaliza. Hakumwambia kwamba ukionyesha tu utii nitamleta kondoo kule kule. Hakumwambia kwamba baadaye Bwana mimi nitakupatia wewe, utakuwa ni baba wa imani. Hakumwahidi chochote. Kwa Mungu amekuja tu katika lile giza, katika ile huzuni, katika yale mawazo ya huyu mwanamke. Anafikiria tutakula nini kesho kutwa. Hakumwambia nitengenezee mimi nile. Maana yake na hata hiyo kesho ambayo ulifikiri unataka kuifikia, hamtaifikia. Maana nakula leo mimi hapa. Lakini hasemi kwamba ukishanitengenezea mimi nitakupa kitu fulani. Anakuambia tu nitengenezee. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi kweli kweli. Mwisho wa siku anasema hapana, huyu sio Mungu. Anajua kabisa hapana, huyu sio Mungu, kwa sababu hawezi kudai. Akina Petro wana muda wao wamekaa, hawana kabisa samaki,
Asubuhi wanaosha nyavu zao, wanaosha nyavu, hawana samaki. Bahati nzuri au mbaya, anakuja Yesu, anamwambia tweka, nipeleke mbali kidogo na pwani, nikahubiri Injili. Jamani, mimi ninafikiria kwa habari ya familia leo, sina samaki. Kwa hiyo unaniondoa kwenye hoja ya msingi kabisa, unanipeleka tena nikaanza kutumia chombo changu. Nipoteza muda, at least ungeniruhusu labda niende kutafuta kibarua kule kwa ajili ya familia yangu. Huu ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni kazi. Pale ambapo Bwana anakuambia, itoe tu hiyo. Itoe tu. Bwana anakuambia, hii bwana imebaki hii. Sasa anakuambia ndio itoe hiyo. Ndio itoe sasa. Hiyo ambayo naona imebaki kwa ajili ya akiba, ndio umpe na mwenzako na yeye ale. Ndio wewe kama sipo baraka zile zake kwa nini mateso haya? Inawezekana mimi siwezi kuendelea nayo. Kazi ngumu ni hapa katika kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo inabidi tukaze sana, kazana sana kumsikia Bwana. Anasema nini juu ya jambo unalolipitia? Bwana Yesu asifiwe. Anasema nini juu ya shida yako? Shida yako ulionayo, amesema nini? Anazungumza nini? Biblia inasema Yesu hali akijua ya kwamba haya ni mateso ya muda tu, akakubali hata kunyenyekea na kupimwa kwa namna ya kawaida kabisa ya binadamu ambaye hata kwa kawaida hauwezi ukamwona. Ili hali akijua baada ya hapo utukufu unakuja. Akakubali. Biblia inasema mwanamke akakubali kuyafuata maelezo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yule mwenye ukoma Naamani alipoambiwa na Elisha, nenda kaoge kwenye mto Yordani ukajitoje mara 7 tu, akagoma. Akasema, kwani huku hakuna mito mizuri zaidi? Kwani una shida? Tatizo ni yale maelekezo unayoyapokea. Wakati fulani unayaona kwa sababu ya tatizo lilivyokuwa, lazima na maelekezo nayo yawe makubwa kweli kweli. Kwa sababu ya vile unavyojisikia, unaona lazima pengine Bwana anatakiwa alete maelezo makubwa. Kwa Naamani akamwambia, wewe hakuna mito mizuri huko, hata nije nikitole tu kwenye Israeli huko.